Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa utaona namna ambavyo mwili ambavyo adui anatafuta namna ya kuutumia mwili na Mungu anatafuta namna ya kuutumia mwili. Mungu anauhitaji mwili autumie, na shetani anauhitaji mwili autumie. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu anatoa maelekezo, Paulo anatupa maelekezo matumizi ya mwili, namna gani ya kuutumia na kutokuutumia, kuujulisha mwili wetu ni ukoje, ni wanani. Anasema kiungo cha mwili wako sio cha kwako, ni kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu turudi kwenye Marko sura ile ya kwanza. Marko sura ile ya kwanza. Na ule mstari wa 15. Marko akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, na kuiamini Injili. Tubuni na kuiamini Injili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kutubu maana kunarejea kwa Kristo Yesu, maana kunarudi kwenye njia zake, kwenye sheria zake, kwenye utaratibu wake. Maana yake ni sawasawa na nyumba kuifanyia usafi. Unaondoa vitu ambavyo ni vichafu, unataka nyumba iwe safi. Hata mgeni akiingia aseme nyumba ni safi, akae pasafi, hata wewe ukae pasafi. Ndio maana Roho wa Mungu hakai sema mambo ni chafu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa dhambi, manake adui anatutengenezea mazingira ya kukorofishana kati ya sisi na miili na Mungu, ili miili yetu itumike kwa adui, kwa shetani, isitumike na Mungu. Kwa sababu ya namna gani? Anasema hivi kwenye Warumi sura ya 8 ule mstari wa 26 hata 28 hata 16, anazungumza 16, wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. 28 anazungumza Roho, kadhalika Roho naye anatufanya, anatusaidia kuomba kwa namna ambavyo sisi hatuwezi kufanya kuomba. Okay. Kumbe ili maono yako yatimie, lazima utengeneze mazingira yako na Kristo Yesu. Ukitengeneza, manake Roho wa Mungu atakaa ndani yako. Akikaa ndani yako, manake kile ambacho unamlilia, ile maono, ile picha uliyoibeba, Roho wa Mungu atakusaidia namna ya kutimiza maono yako.